kuna mtu yuko hapa anapita kwenye jangwa na Musa haonekani kwa siku 40. Naomba nikupe story. Hii story Pastor Malai ninaipenda sana. Ili nitokea mimi mwenyewe mwaka wa 2017. Mwaka wa 2017 nilikuwa ninafanya crusade Lang'ata kule Nairobi. Nikiwa pale Lang'ata ninafanya crusade, mke wangu alikuwa amebaki Tanzania na alikuwa na mimba ya miezi 8. Sasa nilikuwa sijamuona mke wangu kwa wiki kama 4. Sasa ndio nimemaliza crusade, ninarudi Tanzania. Nikiwa ndani ya gari tunaenda airport kupanda ndege. Tumekaa na wachungaji 3. Pastor Baraka Butoke, Pastor Moses na dada mmoja anaitwa Ruth Masi. Nikawa na chati na Veronica. Namwambia Veronica ninakuja. Ananiambia mpenzi, na mimi je, nije airport? Nikamwambia Veronica, tumbo lako ni kubwa, pumzika tu nyumbani. Nimekumisi mme wangu, ninakuja. Naambia aya. Wakati tunachati na Veronica, nikasikia Pastor Baraka akapiga nduru, Yesu tuokoe. Ngoja nikwambie kitu, uzoefu wa jangwani. Musa anapoondoka unabaki peke yako. Musa anapoondoka unabaki peke yako. Nataka nikwambie, ukiyawaza ya Musa utatengeneza ndama ya kuabudu. Kuna mtu mmoja hajanielewa. Sikia, gari yetu ikapata accident tukiwa Mombasa Road tunaenda airport. Gari ikapata accident. Pastor Malai, ukiona kichwa changu, umeona vile kimekaa, kina alama. Hizo alama ni za accident. Nikapasuka hapa. Mimi nikikufulia shati, ukinitazama huku nimewekewa vyuma. Uzoefu wa jangwani. Msione nimevaa suti hapa. Si unaniona hapa? Pastor, umeona hii? Hizi ni madawa. Yaani nikimaliza kupreach lazima nimeze dawa. Yaani nilipata accident mbaya. Mbaya kabisa, mbaya. Pastor Baraka naye akapata accident mbaya. Watu wakaja wakatupiga picha tukiwa tumeanguka pale, wakaingiza kwenye Facebook. Watu wakasema magoti mejaa mwili wote. Veronica alikuwa mwenyewe kwenye room. Veronica akapiga kelele, Mungu wangu, akaanguka pa. Kumbe wakati anaanguka ameweka tumbo chini, akapoteza fahamu akiwa chumbani mwenyewe. Uzoefu wa jangwani. Kipindi ambacho Musa hayupo, unabaki mwenyewe. Veronica akapoteza fahamu. Yuko mwenyewe kwa room. Baada ya muda fahamu zake zikarudi. Veronica mke wangu akapiga kelele. Msichana wetu akaja akasukuma mlango, akamuona Veronica amelala.
Naomba leo nikwambie, ukiwa mwenyewe kwa room usifunge mlango. Usifunge mlango ili upate msaada wa haraka. Ukiwa mwenyewe kwa room usifunge mlango. Veronica akamwambia yule msichana anambia, dada nini? Veronica yeye anasema, mme wangu amekufa, mme wangu amekufa, mme wangu amekufa, mme wangu amekufa, mme wangu. Na yule msichana akalia, oh jamani, akatoka nje. Majirani nao pia wakaja, jamani, pastor ameenda. Tayari unajua kuna watu wako faster, wameshaweka tenti, wameshaweka tenti. Ndipo Veronica anaona damu zinatoka. Watu wakasema huyu mumkimbize hospital. Veronica akapelekwa hospital, wakampasua tumbo. Na mimi nikapelekwa Nairobi West Hospital. Nikiwa hospital kule wananitengeneza. Veronica walipomtoa mtoto tumboni, mtoto akabadilika rangi, akaanza kuwa wa kijani. Manasi mnajua. Wakamuingiza mtoto ICU. Baba yake akapelekwa ICU. Veronica wakati anashuka ngazi ili aende kumnyonyesha mtoto, sijui alikuwa anawaza nini, akatereza kwenye ngazi. Pale mahali walipomshona pakafumuka. Unajua, ninaongea uzoefu wa jangwani. Kuna nyakati unaweza ukapita kwenye shida jangwani. Yule Musa uliyemtegemea akapotea kwa siku 40. Unajua, kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, anapita kwenye matatizo na amebaki peke yake. Mwanaume amemwacha, mwanamke amemkimbia, baba yake amekufa, mke wake ndio alikuwa ni nguzo ya biashara, amelala usingizi, amebaki peke yake. Mke wake ambaye ndiye alikuwa ameshika familia amelala usingizi wa mauti. Baba yake hayupo, analia. Nataka niongee na mtu leo, huo ni uzoefu wa jangwani. Pastor Simiu, sijajua unapita katika jangwa gani. Mimi Magoti nilipita kwenye jangwa hilo. Veronica wakampeleka ICU. Mtoto wangu ICU. Baba yangu ni pastor. Baba yangu ni mzee sana. Aliposikia ya kwamba Veronica yuko ICU, mjukuu yuko ICU, kijana wake yuko Kenya ICU, baba yangu akasema, nataka nikaone watoto wangu. Akiwa kwenye gari yake ikapata accident. Baba akachukuliwa na yeye akapelekwa ICU. Baba ICU, Veronica ICU, Magoti ICU, mtoto ICU. Nataka nikwambie uzoefu wa jangwani. Kuna wakati mwalimu, mambo yanaweza yakaharibika kwenye maisha. Mambo yanaweza yakaharibika hadi wale uliowasaidia wakawa maadui zako. Kuna nyakati mambo yanaweza yakaharibika, Pastor Abineli, hadi wale uliowaombea wakakusema vibaya. Unajua Pastor Oyalo, nataka niongee na wewe Pastor Oyalo. Wale ambao unakesha kwa ajili yao, unawaombea, ndio wanakaa kikao, wanapiga simu kwa ofisi, mtutolee huyu mchungaji hatufai. Kuna nyakati, sikia, unaweza ukapita kwenye jangwa, ukapita kwenye 40, matatizo
juu ya matatizo. Naongea na mtu leo, si kama Pastor Square, unaelewa naongea nini? Kuna nyakati ngumu unaweza ukazipitia kwenye maisha. Mimi nilipitia nyakati ngumu, mpaka leo ninapita kwenye mateso. Kabla sija preach lazima nimeze dawa, nikimaliza kupreach lazima nimeze dawa. Ninashukuru Mungu, kuna mama mmoja kutoka Amerika ameniletea mafuta ya kutoa maumivu. Mungu ambariki sana yule mama. Nataka nikwambie, msione nimevaa suti, nikivua nguo hapa wote mtakimbia. Wote mtakimbia. Ndio maana huwa niko very serious na huyu Mungu wangu. Ninajua amenifanyia nini. Pastor Elida Uguto, utajua kabisa magoti huwa hapumziki. Kila siku ana preach. Unajua ni kwa nini? Yesu amenitoa jangwani. Yesu amemtoa mke wangu jangwani. Yesu amemtoa mtoto wangu jangwani. Ndio maana huwa nikiona watu wanacheza cheza na kazi ya Mungu, huwa nakasirika sana. Huwa nakasirika kwa sababu huyu Yesu anayetupitisha kwenye majangwa anataka tumtumikie. Ogembo sasa ni umasaini. Twende tukamtumikie Yesu. Twende tukamtumikie Yesu. Anatupitisha katika majangwa ya maisha. Oh, sikiliza. Nikapita katika moto. Mungu ni mwema. Veronica akapona. Mtoto akapona. Baba akapona. Na mimi magoti niko Ogembo sasa. Na mchana nitakuwa Nyamira. Nikitoka Nyamira naenda Karengata, 10 days of prayer. Nikitoka Karengata naenda Zambia. Nikitoka Zambia naenda Lesotho. Nikitoka Lesotho naenda Arusha. Nikitoka Arusha narudi Kisii Central. Nikitoka Kisii Central ninaenda huko Nandi County. Nikitoka Nandi County naenda Rubumba Shikongo. Yani shejo yangu imejaa, na Pastor Malaya ameshanichomekea Kirigorisi. I must come in Kirigorisi. I must come in Kirigorisi. Lakini pia hata Ogembo nitarudi tena, kwa sababu Mungu ametutoa katika jangwa. Mungu ametutoa katika jangwa. Hebu sikiliza. Hakuna changamoto ya milele. Hakuna matatizo ya milele. Zaburi 30. Zaburi 30. Zaburi 30. Na ule mstari ni wa 5. Zaburi 30 na ule mstari ni wa 5. Biblia inasemaje? Biblia inasema, ndio, maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Ni za kitambo kidogo. Katika radhi yake kuna uhai. Wena kilio huja kukaa usiku. Kilio kinakuja usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Pastor Malai, kilio ni cha usiku, na ukiona usiku umeingia, asubuhi imekaribia. Kama kuna shida unaipitia, furaha inakuja. Kama kuna machozi yanatoka, vicheko vinakuja. Kama kuna umaskini umekupata, utajiri unakuja. Matatizo ni ya kitambo kidogo. Matatizo ni ya kitambo kidogo. Ndio maana kitabu cha Zaburi, Zaburi 126, Zaburi 126, Zaburi 126, na ule mstari ni wa 5 na wa 6. Mstari ni wa 5 na wa 6. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu, hebu sikiliza, wapandao kwa machozi, saa inakuja utavuna kwa kelele za furaha. Acha leo watu wakucheke, siku moja watakuheshimu.
Acha leo watu wakudharau, siku moja watakusalimia kwa heshima. Acha leo watu wakuone wewe ni mbaya, siku moja Yesu atakuvika taji. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu uliyeko hapa, wapandao kwa machozi, iko siku watavuna kwa furaha. Joshua na Caleb walipomwamini Mungu walifika Kanaani. Wale ambao hawakumwamini Mungu walifia jangwani. Usikubali kufia jangwani. Usikubali kufia jangwani. Usikubali kufia jangwani. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14, mstari ni wa kwanza mpaka wa 3. Mstari ni wa kwanza mpaka ni wa 3. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje Mackenzie? Msifadhaike mioyoni mwenu. Yesu anasema do not let your heart be in trouble. Usifadhaike moyoni. Mwambie jirani yako usifadhaike moyoni. Mwambie jirani yako usifadhaike moyoni. Mwambie jirani yako usifadhaike moyoni. Mwambie ya kwamba usifadhaike moyoni. Nataka niongee na mtu leo, ikiwa ni sermon yangu ya mwisho hapa Ogembo. Usifadhaike moyoni. Biblia inasemaje Mackenzie? Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Kama mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Muniamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kuna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Yesu ameenda kutuandalia mahali. Basi huyu Yesu nikienda, akishaenda na kutuandalia mahali, nitakuja tena. Yesu atakuja tena. Niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi, nanyi muwepo. Yesu atakuja tena. Watu wa Ogembo, Yesu atakuja tena. Jamani, Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Huyu Yesu atakapokuja atatuchukua tulioshinda maisha ya jangwani, tuliomtegemea Bwana. Na Biblia inasema watakaovumilia hata mwisho ndio watakaookolewa. Mchague Yesu masaa haya. Yesu wetu anakuja tena. Yesu wetu anakuja tena. Yesu wetu anakuja tena. Anakuja kutuchukua mwalimu. Yesu anakuja kutuchukua, na huko tunakokwenda kilio hakitakuwepo. Maombolezo hayatakuwepo. Atatufuta machozi. Yesu anakuja wapendwa. Yesu anakuja Ogembo. Yesu wetu anakuja tena. Anakuja Pastor Simiu. Yesu atashuka kutoka mbinguni akiwa na malaika na parapanda zikilia. Yesu atashuka. Ninamuona Yesu akishuka, na Biblia inasema kama alivyoenda ndivyo atakavyokuja. Hata waliomchoma watamuona. Yesu atakuja wapendwa. Yesu atakuja tena. Akija na tarumbeta na parapanda zikilia, atashuka. Atakuja hapa duniani kuwachukua watakaomuamini. Atakuja kuwachukua watakaomuamini, na kisha atapaa nao kwenda mbinguni. Atapaa nao kwenda mbinguni. Pastor Abineri, na kuona ukipana Yesu kwenda mbinguni. Pastor Malai, na kuona ukipana Yesu kwenda mbinguni. Tutaenda na Yesu. Tutatoka kwenye jangwa la ulimwengu. Yesu anakuja tena. Mchana wa leo, ni wangapi wanasema, Yesu, ninapita katika jangwa, lakini najua unakuja, na siku utakapokuja naomba nami pia unichukue twende mbinguni. Tenena. Nataka nifanye wito wa kipekee sana. All pastors, all elders, all pastors,
all elders, you may come now. I want to make a very special call this afternoon. Nataka niite watu wanaosema ya kwamba ninahitaji kumchagua Yesu awe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Rafiki yangu unanitazama kwa njia ya televisheni yako, rafiki yangu unanitazama kwa njia ya YouTube yako, matatizo yana mwisho. Yesu ni wa milele. Dunia hii tutapita na vyote vilivyomo vitapita, lakini Yesu ni wa milele. Umekuwa katika jangwa la ulevi, umekuwa katika jangwa la kuabudu sanamu, umekuwa katika jangwa la kutoitunza sabato. Leo ujumbe umekufikia. Unasema ya kwamba nami ninamtaji huyu Yesu. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliipenda Ogembo hata akamleta Yesu. Akafa kwa ajili ya watu wa Ogembo, akafa kwa ajili ya watu wa Rwanda, akafa kwa ajili ya ulimwengu. Yesu amekupenda na amekupenda the way uko. Yesu anahitaji kukuokoa, na yeyote atakayemwamini Yesu hata angamia, bali atapata uzima wa milele, bali atapata uzima wa milele, bali atapata uzima wa milele. Mchana wa leo nataka nimuite Pastor Abineri aje afanye wito kwa watu ambao wanataka kubatizwa sasa hivi. Pastor Malai yuko hapa. Hata kama unataka kubatizwa sasa hivi, utabatizwa. Hata kama unataka kubatizwa sasa hivi, utabatizwa. Nguo ziko, hata Elda atavua suti yake atakupatia. Hata kama unataka kubatizwa sasa hivi, utabatizwa. Nataka nikwambie, elders wamesimama hapa, wanataka mtu mmoja aje wamshike mikono, wamtie moyo na kumwambia we are marching to Zion. Tunaenda Sayuni. We are marching to heaven. We are heaven targeters. Tunaitazamia mbingu, Yerusalemu mpya ikishuka, imepambwa kama bibi harusi. Yesu wetu anakuja tena. Pastor Abineri. Asante sana mtumishi wa Mungu Pastor Magoti. Ningependa kufanya yale ambayo ameniamuru niweze kufanya, nikianza na wale ambao wanaenda upatizo siku ya leo. Hebu mweze kutelemka hapa, maana kuna wengine watawajoin. Hebu mweze kuja hapa mbele, ndio watu wa Ogembo waone kwamba kuna watu ambao wamekata kauli. Hawa hawakumdharau Kristo Yesu. Waliposikia habari zake Kristo Yesu juma hili, waliweza kuamua na kukata kauli kwamba huyu Yesu ndiye watakayemfuata. Sasa ndiye watakayemfuata. Mungu awabariki. Ndio sababu wameamua, asante sana, ndio sababu wameamua kwamba wao hawatarudi nyuma kamwe. Ningependa kwanza na wao hao ambao wanaenda upatizo siku ya leo, hebu muweze kutelemka hapa. Ndiko na sisi mtuangalie barabarani hapo, ili waweze kuvuka, waweze kuja upande huu. Leo naona tukiwa wengi sana, ningependa muweze kutulia mahali mpo, maana tukikuja hapa sote mbele hatutaweza kutoshea hapa. Ningependa wale ambao wanaenda upatizo siku ya leo waweze kuja hapa mbele. Hapa. Telemkeni hapa, kujeni this side. Kujeni hapa mbele. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu asifiwe sana. Kuna mwingine wale ambao walikuwa wametuweka tayari, kujeni. Sasa nataka kufanya wito namna hii. Kama kuna yeyote ambaye amesema kwamba hata mimi nataka Mungu huyu ambaye anatenda mambo makuu jinsi vile mtumishi ameweza kutunenea siku ya leo, wale ambao wako katika hema hili na katika jukwaa hile ya huku chini, hebu nione wale ambao wachapata upatizo wa maji mengi, uweze kuinua mkono juu, uweze kuja hapa, tutakuombea. Kisa ukikata kauli kwamba unaweza amua kupatizwa, pia ni sawa. Hebu nione wale kwanza wamepata upatizo wa maji mengi wakiwa katika hema hii na katika nyumba hile ya huku chini. Hebu inua mkono wenu juu, mkono wako juu. Hebu nione wale ambao wamepata upatizo wa maji mengi. Mokio kwa wako iga walibanya walile batizo ayetikango kani Yesu oyo iga tikango kani aye anya gukona gokole chechengo kumiole. Uenda ikawa kwamba huu ndio mwito wako wa mwisho, na wera nyarekane ngalero na lio korangirulio mwelio. Uenda ikawa kwamba hautapata kusikia sauti tena kama hii. Inua mkono wako juu. Mugata matabere na ngoro ndi kwaro sai
nyomo randi chinsa ivera chingima. Kama umepata ubatizo wa maji mengi mkono juu. Wala ambao mtainua mkono kujeni hapa. Ema hii na hii peke yake. Nyinyi tulieni na huku juu mtulie. Alima ate na moina. Nyotoranya wale mukioko boko lakini aba naba kongumule. Na nini gule nchemba ta kungankwanda mule ngusunyu. Nyoko kwene n'uruche for nothing. Egenteke sinyini gemusunya. Inua mkono juu kama umepata ubatizo. Kama ujainua mkono juu kujeni hapa. Jumo tuanye tori mukioko boko. Aba mulega tiga iga mutai mukioko boko njugo cha mutwa. Bali magali njugo cha. Tintage tiko saba ngwa barandiri bagabago saba ochake otanga ngoko boko kwane kwa kwambiri go pastor ndotage timekone yuntu bona tuarosiri jinsi chiranchi tutage tekogenda. Kama unajua kwamba hujainua mkono kujeni hapa mbele. Meyega ya muinua mkono wenu juu kama umepata ubatizo kala koleki sasa. Kama hujainua mkono kujeni hapa. Aligoro nataka nione wale ambao wamepata ubatizo inua mkono juu. Kama hujainua mkono telemkeni hapa. Nyomo nyamate ya omusani omulige lyangoro ne mugitioko boko. Wanyete imugiti mubgatoko boko moche nere. Aye amonere. Moche babere bakamutwa. Sasa inua mkono juu. Inua mkono juu. Moina ali mukioko boko igoro. Basi Mungu awabariki sana. Leto yu musani endelea kuja. Inua mkono sasa.